Yes, mtazamaji, ni kuahidi tutakuja kwenye interview ya moja kwa moja na sister ambaye aliamua kuingia kwenye kazi ya usafirishaji au bodaboda. Bwana, karibu sana, tumsikilize azungumza nini kutokana na kile anachokifanya. Sister, mambo vipi? Poa. Shwari? Yes. Kabisa. Kabisa. Yes, majina yako na kazi yako ulianza lini? Majina yangu? Mimi naitwa jina langu bwana ni Mama la Mama, ndio najulikana hapa kijiweni. Mimi jina langu hakuna anayelijua hapa zaidi ya Mama la Mama kutokana na kazi yangu na pikipiki yangu ilivyoandikwa hapo mbele Mama la Mama. Yes, kazi hii ulianza lini? Kazi hii nimeanza 2023. Ndio, na ni kitu gani ambacho kilikusukuma kuingia kwenye kazi hii? Changamoto tu za kimaisha. Unajua mambo yamekuwa mengi, wanawake tunadhalilika nini, ndio hivyo yani. Kwa kweli nikaona changamoto ninazozipitia, kazi ninazofanya hazinilipi, changamoto ninazozipitia ni ngumu. Ukiangalia mimi ni mama wa familia wa watoto watatu. Mimi mwenyewe ndio baba, mimi mwenyewe ndio mama. Mwanaume wangu alimtelekeza akaoa mwanamke mwingine. Kwa hiyo kanisukuma mimi kuishi. Kwanza nilikuwa ni mwanamke ambaye napenda kukaa na vijana, yani napiga nao story. Naangalia jinsi wanavyofanya kazi, napita kwenye vijiwe napiga nao story. Kwa hiyo nikawa natiwa moyo kwamba vijana wanaendesha bodaboda. Na mimi nikijiangalia ni mwanamke ambaye ni jasiri, yani sina roho ya uoga. Hivi hata mimi nikiendesha bodaboda sinaweza? Kwani hao wanaendesha wanatumia nini, si mikono? Kwa kweli nilipopata ujasiri huo, niliamua kuchukua hatua. Sikutaka kujifunza mtaani. Moja kwa moja nikaenda chuo cha VETA cha Ng'ombe. Nikalipia pale 120,000, nikakutanishwa na walimu wiki moja darasani, wiki ya pili tukapewa chombo. Nilipopewa chombo pale kwa kweli nilifanya vizuri, nikajifunza, nikarudi mtaani. Nikakopa pikipiki kwenye makampuni yanayokopesha, nikaanza kujifunza kuendeleza na ujuzi wa kujifunza na kuendesha pikipiki. Nikajikuta nimefanikiwa. Mara ya kwanza ninapoanza hii kazi nikawa nabeba abiria bure. Yani mtaani nachukua abiria, nikimkuta mmoja namwambia panda, nikikudondosha usinipe nauli, nikikufikisha nipe nauli yangu. Kwa hiyo nikaa nabeba abiria, nikifika salama abiria ananipa nauli, lakini sijawahi kudondosha abiria. Ila nikiwa peke yangu nilikuwa nadondoka, lakini sasa hivi hivyo hivyo nikaa napambana, najipa matumaini kwa sababu ni mtoto wa kike ambaye ni jasiri. Nikaona sasa hapa ni kuendelea kukaza, hakuna kurudi nyuma. Yes, changamoto zipi ambazo unakutana nazo kwenye kazi hii ukiwa ni bodaboda wa kike? Kwa kweli bwana, changamoto ninayokutana nayo hapa kijiweni kwenye kazi hizi, wamama, wanawake kwa kweli bwana, kukupa riziki yake ni ngumu sana. Wanawake unavyojua yani hatupendani yani kama tulivyoumbwa. Kwa hiyo unakuta huko kijiweni labda wametokea wanawake, unawaambia bwana tuondoke, wanakuambia sisi hatuendi, wanachukua pikipiki ya mwanaume wanakaa wanaondoka. Lakini mimi sijavunjika moyo wala sikufa moyo. Nashukuru sana wanaume bwana, kwenye kazi yangu mimi wananisapoti sana. Wakinikuta kijiweni, dada tuondoke. Wanaume huwa hawaniacha, wako kipaumbele sana. Na kuna baadhi ya wanawake na wenyewe huwa ndio hivyo, kumwambia dada tuende, lakini mpaka mbembeleze sana, umuite shoga yangu, majina kibao ndio apande pikipiki aondoke. Lakini nashukuru Mungu, wanaume ndio support kwangu kubwa sana. Yes, okay. Sasa wewe kazi hii imekupa faida gani mpaka sasa tangu umeingia? Ni miaka kadhaa sasa umesema. Kazi hii kwangu mimi inanipa hivyo hela ndogo za mimi siwezi kutaja mafanikio yangu bwana. Ila kwa kweli kazi hii kwa kweli imenisaidia sana. Cha kwanza nasomesha watoto wangu wote watatu, wanasoma, wanaishi maisha mazuri. Japo nimepanga lakini imenipa hela, nimenunua kiwanja kabla, yani japo sijaanza kujenga lakini ndio hivyo napambana tu, lakini najua nitatoka tu kimaisha. So ni mwanamke ambaye najikubali. Changamoto sasa unaepukaje changamoto? Kwa mfano wakati wa usiku unajilindaje wewe kama wewe? Wakati wa usiku mimi huwa simbebi abiria ambaye simjui anaelekea wapi. Kwa sababu hii kazi nimefanya ndani ya miaka 3, kwa hiyo najua huyu abiria, nimeshawakalili abiria wangu wa njia yangu. Kwa hiyo abiria anaponiambia mimi naenda sehemu fulani, kwa hiyo najua kabisa huyu abiria anaenda sehemu fulani. Hata kama nikimbeba abiria ambaye simjui, lakini njia za uchochoroni huwa siendi. Yaani na asili kama nimembeba abiria namuuliza nakupeleka wapi? Akiniambia naelekea sehemu fulani, naambia nakushusha sehemu fulani. Kwa hiyo huwa hawanilazimishi kwenda uchochoroni. Huwa uchochoroni mimi usiku siendi. Na kazi yangu mimi mwisho saa 3.
huwa sifanyi kazi zaidi ya saa 3 kama mwanamke. Asante. Sasa unawaambia nini wanawake ambao mpaka sasa wamekaa nyumbani hawana cha kufanya na pengine wanaogopa kuingia kwenye kazi hii wakifikiri ni ya wanaume? Ushauri wako kwao? Mimi kwa kweli ushauri wangu, wanawake wenzangu waje tupambane. Hao wanaume manyanyaso yamezidi kwa kweli. Mimi hakuna kitu ambacho naumia kwenye eneo langu la kazi. Kwa mbele kidogo unakuta kuna wadada usiku wamekaa wanafanya mambo ya ovyo, wanajiuza. Mara nyingi tu wanakaa nao na washauri kwamba chukua namba yangu ya simu, njoo nikufundishe, usifanye biashara hii, sio nzuri. Mbona ukija huku karibuni kijiweni, mimi niko peke yangu, tukiwa wanawake 3 4 tutatia chachu pale kijiweni. Sinaona kama hivi bodaboda wako karibia 300 hapa kijiweni, lakini mwanamke niko peke yangu na wananikubali na wana asili ya kunikubali kwa sababu ni mtu nikichukua abiria, mtu akijaribu kumnyang'anya abiria wanamzomea, anamwambia mwache huyo abiria wa mama, uone aibu kwa maana mtoto wa kike. Kwa maana wanawake hata wanaume wanatuweka kipaumbele sana. Kwa mimi nawakaribisha wadada wenzangu wanaoweza kunitafuta wanitafute, mimi nitawafundisha. Mimi napenda sana wanawake, tuje wanawake, njoeni tuwakomesha wanaume. Sisi mbona tunaweza, kwani tunakuwa oga? Sisi wajasiri, tupunguze uoga, wanawake waje tufanye kazi. Yes, huyu ni mama Superwoman, anasema yeye wanawake njoeni ili muweze kufanya kazi na kupiga kazi ili maisha yaweze kuendelea. Mimi nakushukuru sana mtazamaji, popote pale ulipo unapoiangalia video hii, endelea kujifunza zaidi, na kama ni mwanamke basi mama amesema unaweza kumtafuta ili uweze kuzungumza naye, atakushauri, lakini pia atakwambia ni vitu gani ambavyo unatakiwa kufanya ili uweze kuingia kwenye kazi hii na uondoe hofu. Bye. Mama, mimi nikutakie siku njema na asante sana. Ila bwana, serikali tusisahau bwana. Serikali situsahau jamani. Wanawake kama sisi wapambanaji tunapewa pikipiki za mikataba hizi. Unakuta unalipa mkataba mwaka mmoja na miezi 5. Kwa unajikuta, tunaomba serikali kama inaweza kutusupport, katutafuta sisi wanawake ambao bodaboda. Unakuta Dar es Salaam nzima tuko wachache, labda tuko 5 au 6. Mimi na imani serikali inaweza kutusupport kwa jambo hili jamani. Yes, asante sana mama. Serikali imesikia na itafanyia kazi kwa hiki ambacho umekizungumza. Nikutakia siku njema na kazi njema. Piga kazi mama. Asante na kwako pia.